Prepare for revelation, passion, and kingdom fire. Chaguo, amen. Nguvu ya kufanya nini? Chaguo. Choix na nini? Na decision, amen. Tuliona vya mingi sana. Basi tunaomba Mungu atusaidie kesho tukue na media team ni ya nguvu. Vya mingi vinaongelewaka saa huko, amen. Na inaweza kuwa bien tusivirudilie tena. Tunaanza tu kuambia kwa mahubiri tulihubiria uende uisikie. Amen. Juu sasa hivi kwa nguvu kwenye tukiendeleleshea hapa bamwingi banaweza kwa watajitoa kwa tuliongea ile siku, amen. Lakini tunaaminia Mungu atafanya nini? Atakupatia kwa siku ya leo. Bwana sio. Kwa kifupi tulikuwa tunaongelea kuhusu nguvu ya kufanya nini? Chaguo. Amen. Tuliona na tukasema hivi, watu ya mingi mkanisa bamejificha mungu la maombi. Amen. Sisemi maombi ni mbaya. Bwana asifiwe. Lakini watu wa mingi bamejifuchika mungu ya maombi. Banasahau kama decision yao pia ni ya maana juu ya destiny ya maisha yao. Amen. Unayua wakati neno unabii na kuia mtu ayuki yake asenjo itakufanzia kila kitu maisha yako. Hapana. Neno ya unabii na kuyaka juu weye ureponde kwa ile neno Mungu anasema. Amen. Wakati Mungu anakia sapa juu tunatoka mafungo, si vile tuliombea majamaa. Neno ilikuwa clear, tulitangaza hii mafungo karibuni wiki 2 kasi jidangani. Ile ni Mungu anasema mwa hii saison tuombe nini? Tuombe jamaa yetu. Gisi Mungu aishivyo kuko wa mwamu sebe nya kufunga. Si vile kuko ya kufunga. Eske ile Mungu akutuma neno yake Mungu alimaliza zamani. Mesie tulipasha fanya nini? Kujibia kwa ile. Sasa unaweza kumaliza mwaka na hakuna vilifika kujamaa yako. Juu unafanya nini? Uko unaona ndio na macho ya nini? Ya roho. Haujui maybe bingapi Mungu alifanya nini? Alipigania wale walifanya nini? Balijibia kwa ile kitu. Bwana sio. Na tulisema hivi, decision zako zinadetermine gisi destiny yako itakuwa kesho. Bwana sio. Maana destiny ya maisha yako iko tu inalembelela mkakamba tu ka decision utafanya. Mtanisame kama neno naweza sikilikana mbaya. Mimi naweza sema hivi, decision yako inakamata fasi ya kabambi kuliko gisi unaweza ingia maombi tu uache kila kitu maombi. Unaweza ingia mpriere unaomba. Meshwani utafanya après ile priere yako itadetermine vya mingi sana kuhusu ile maombi yako. Bwana sio. Mimi nilisema hivi, una mara mingi tupende kusema mifano za watu juna za zeko soko na ingilia watu. Kumbe ni mzuri tupana mifano za nini? Zetu na jamaa yetu. Juna za soko na shimama pala sisi ni tuko wa bakamilifu sana. No. Kuko ma mistakes zilifahamu maisha na kuko ma mistake ama kuko ma vitu yenye jamaa yetu ilifanyaka. Haiko aseme tuko tunapiga jamaa yetu, tunawapenda sana na tunawasamini sana, lakini kitu kiambaye kilifanyikana hakitashanjelewa. Amen. Mungu anasamea dhambi zetu, consequences za dhambi ilizala haivuti wake hivi hivi. Amen. Mimi naambia ni kwa dadangu alibeba mimba, ilikuwa periode ya nguvu sana kwa maisha yake. Tuleza msupport ule mtoto, in fact mimi namuitani mtoto wangu wa kwanza, so mimi niko baba wa mtoto mmoja. Amen. Juu tunakomalisha ule mtoto. Kisa anakomala leo, tunamkomalisha civil. Tunapenda ule mtoto sana. Na dadangu mimi nampenda sana. In fact alikuwa anasema atakuja na miembe. Bili tuzibia juu mimi nilala hapa, so alikuwa anapenda nilale kwa nyumba tukie naye. Na hivi niko nasema saa hii, mimi naweza kusema iko juu haiko mubaya. Amen. Haiko mubaya ndio tunaongelea hivi tu. Ni juu wewe mongali kule usifanye maybe shwa zenye sie tulifanyaka ama bandugu yetu walifanyaka. Amen. Unaona Mungu sana atupatia viongozi ama bazazi. Juu bazazi yetu ni viongozi vile. Amen. Bazazi yetu ni viongozi yetu si vile. So wakati unashindwa maisha, wakati mzazi wako ameshindwa maisha, ile ni alama ya jinsi wewe kesho usishindwe kwenye nani alifanya nini? Kwenye mzazi wako alishindwa. Bwana asiwe. Wakati pasa anakia pika kuambia, si tulikuwa tunatembea mkirefugee tunafanya hivi na hivi. Haiko asiko na kuambia kesho akienda bulana za kata. Sasa kitu binawezekana akatale, si vile. Lakini kekwa hata kuonesha wewe muungalo mpya mwa hivi vitu.
Usiache kufanya maisha sio kona ngwa nini? Ulaya. Mimi nilisoma Kampala kuanzia P7 mpaka kisi namaliza masomo. Hapa. Mimi niko na wenzangu, beba likatala soma hapa na ngwa nini vye? Ulaya. Si mimi nakwambia. Tena haiko aseme opportunity likatala. Kuko ndio benye maisha likatala na kuko walipataka uweza kwenda kwa masomo. Mara pili mara tatu tuko naenda hapo alifa tuka interview sio kama ukakutana tukani IT ile experience bakawaita tu sio kani ka interview juko na kwa interview za mimi sema siku njoo kwa interview sana si tulikuwa maipo kama ndio libiro gari ile yasi tulikuwa naenda tungali wadogo wanatuchesha ubitu mwa hivi bupazo tunakupanga panga tunasema tuambia sasa tunarudia kwa nyumba ile ndio processes ya watu wanaenda bora vile tu akaanza wacheza chesha mnayagisi mnakaribia na sasa tuko naona hapo. Ile pasa anataka uko anatembea na msako unajisikia hai. Sisi tuko na rafiki yetu. Atuika dosia wewe shapita. Bwana anatuambia ukienda Ulaya nini njoo unaweza uza yako kwanza. Dambo, na tungala petit mbo. Ni PS3 tu ndio unaweza uza. Ni mnyumba tu ni makuku kwa cheza game. Kumbe mwanaume yuko na Ulaya tayari. Sasa iko nakutia nini? Unakia kutana na mtu anaacha kusoma. Yeye anajua gisi dosia yao ilifanya nini? Ishaisha. Wao naacha masomo ase nini? Tuko naenda. Mko mkale ambiance pamoja. Si mwa inapita hivi mtu alienda bula wewe, mlikuwa nasoma nabo. Masomo kuacha masomo klase hizo. Unaanza na mwenzako mnaimba pamoja kuacha klase mimi tubiache tu. Amen. Kumbe eleleze zetu tulipitia. Mwenye Mungu alikujalia neema kusimamisha mbele yako la kuambia fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Usikie. Amen. So kwa kifupi vile ndio tulonga. Mimi navisema tu kwa vile vilikuwa vya mrefu. Amen. Amen. Basi Bwana siwe. Message yangu itakuwa mfupi sana. Amen. In fact niko kutoka na 10 minutes kasi jitangani. Bwana siwe. Mela haitakataza wewe upate message itakupata leo. Message yangu ya leo nilitaka mkitabu ya Yeremia 29:11. Banduku jana j'ai dit tulitafuta mtu masoma Kiswahili mzuri atukumpata. Tuko na mwanza soma Kiswahili mzuri humu. Amen. Amen. Tunasoma katika jina la Yesu. Maana nayajua mawazo ninayo wawazia ninyi, asema Bwana. Ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Amen. Amen. Tutaachia pale. Bwana si. Biblia inasema mimi najua nini? Mawazo ninayowazia. Amen. Asema Bwana. Ni mawazo ya nini? Ya amani wala si ya mabaya. Bwana si. Biblia yangu ya English kuko Biblia yangu inakuwa na versions za tofauti. Kuko version nyingine wanaita amplified. Iko kwambia sema the plans to give you peace and well-being. Mwanglele neno well-being inamaanisha kila kitu. Unasema gisi welfare mkiswahili ni nini? Welfare pasa mkiswahili nini? Welfare kwa kifupi ni department inaweza deal na aferi za mkanisa. Make chakula, kuhakikisha gisi vitu vitatembea mzuri. Ile version, ile well-being inakuwa sana ngukia mwa ile vitu ya kusema welfare. Kwa kifupi Mungu iko na maisha nini? Kila kitu kyote kenye wewe unaweza hitaji kama mwanadamu. Mungu anasema ashafa nini? Alimaliza kuipanga ile kitu maisha yako. Amen. Hakuna kitu kile unaweza lilia saa hii. Ama kile ulililiaka kenye Mungu akuplanifia kwa maisha yako. Amen. Me Biblia Yesu alisema ile siku, Biblia ni kitabu ya maprinsipe. Kila kitu kile Mungu aliacha kwa ajili yetu kiko na gisu unaweza kufanya nini? Ndio maana Yesu wakati sana anasema nini? Nimewaachia funguo. Amen. Kumbe mkila kitu Yesu alimaliza kazi. Mimi anakuambia alikuacha nini? Kumbe kwa possibility angemaliza kaende na ile funguo naona ateseka. Lakini maandiko yanatuambia nini? Kila kitu kenye Yesu alimalizaka alikupatiaka wewe nini? Funguo lake. Bwana siwe. Ukisoma mzuri sana wakati kwenye Biblia kwa kuambia seme ombeni mtapata. Gonga bisha utafanya nini? Utafunguliwa. Ile maandiko ukisoma Biblia ya Luka, iko na kuambia aseme mweye kama mnaweza jua kupatia watoto wenu vitu vizuri, mara ngapi Mungu atanyima Roho Mtakatifu kwa ule matafanya nini? Matamlomba. Kumbe Biblia iko kuambia, iko kuambia kilomba mkate, iko kuambia ulombe nani?
Roho Mtakatifu. Ule Roho Mtakatifu sasa nani? Roho Mtakatifu ndio kwenye kuko fungulo ya maisha yako. Solution yote ya maisha yako iko munani? Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu anaambia wa mitume aseme hivi, enendeni Yerusalemu, udumu huko mpaka nguvu za Roho Mtakatifu zitafanya nini? Zitawajaa. Kwa nini akwambia hivi? Basi nimewafundisha siku za kutosha, mfanye nini? Mpasule mwende fakazi. Hapa kufanya kazi. Na wakati Yesu alikuwa na batuma hapa ili bawi. Mission alikuwa na batuma mdunia ilikuwa ya nguvu na bahitaji bafanye nini? Baende na Roho Mtakatifu. Bwana sio. Mimi niko nasema leo kidogo juu ya dakika zeni kwa zime. Mimi nataka kuambia nini? Situation utoko unapitia mtoto wa Mungu. Solution haiko Mungu. Amen. Solution haiko Mungu. Nilisema hapa juzi tuko na barafiki wetu tulikomala nao, benye uko nasikia ma historia ya seba alirendeza, balifanya nini? Ile ni shwa maisha hapo. Amen. Kama maybe kuko buzure balipata mkufanya ile shwa. Atukatale. Kila mtu iko na nini? Tukasema wewe ama mie siwezi kuwa influencer juu mwenzangu alikamata bibi, asena mimi ndio nikamate bibi. Haiwezekani. Destiny yangu na yake binafanya nini? Binapishana. Amen. Binapishana. Kumbe mie najua uponyaji yangu ishalipiwa zamani. Amen. Biblia inasema kwa kupiga kwa Yesu mlifanya nini? Mulipona. Haiko asema hata mwagano la nani? Jipya. La kale isanje kwa nasema nini? Kwa kupigwa kwa Yesu. Weye. Amen. Kumbe wakati tunakuja kwa Mungu, hatuko na kiasi juu tunakia lomba uponyaji wetu. Mimi tunakia pokea uponyaji yenye Mungu alifanya nini? Ameshatia kwa maisha yetu. Provision ya maisha yako iko mikono ya Mungu. Amen. Jene mwenzangu umetuko hapa. Mimi na hiyo pressure inaweza kuwa ya mingi. Maisha ya kamata, life iko inaonekana sasa haifai nini? Abiendeki. Lakini mimi naweza kuambia ni provision ya maisha yako Mungu ashaimaliza. Amen. Provision ya maisha yako Mungu ashaifanya nini? Ashaimaliza. Lakini swali yangu inaweza kuwa leo, jua nini sasa hatufanani venye Mungu anatuambia? Ukisoma Biblia inaala na vitu vya mzuri sana sana juu yetu. Amen. Mejua na tuifanani vile vitu. Jibu ni moja, hatujui nini fungulo ya vile vitu. Na ndio maana ukisoma tuko hii verse tu ya chini, gisi nakwambia. Sinasema ase nini? Si ya mabaya, kuwapa nyinyi nini? Tumaini siku zenu za mwisho. Kisha anasema nanyi na maanisha ni make apre kusikia leo Mungu anakuambia. Wewe utafanya nini? Jobe inakwambia nanyi mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Amen. Mungu anakuambia nilikutilia bibi yote karibu yako. Lakini apre kupatia hivi, maana kia nitafuta mie kwa moyo wako wote. Na utafanya nini? Utaniona. Sikia yeye inasema pase 14 na ile tu verse. Nasema hivi, nami nitawaonekania kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudisha watu wenu. Acha nisome. Tusoma 11:12 nasema hivi, nanyi mtanitafuta, nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Amen. Nanyi mtanitafuta na mtaniona, napo nitafuta kwa moyo wenu wote. Mungu anasema, now that I've given you everything. Gisi nimekupatia nini? Mawazo yangu ni mazuri kwako, si ya mabaya. Nikupatie tumaini leo natarajia we. Amen. Lakini nitafute mie Mungu. Amen. Nitafute mie Mungu kuya kwangu na uniombe. Kisha anasema nini? Na utakapo nitafuta kwa moyo wote, mie Mungu nitakuonekania. Amen. Mebangapi kusie wenye tuko na shwaza mingi sana. Au kimu kanisa juu uko na option nyingine. Amen. Mimi niko na ndugu yangu yuko South Africa, nikilia tu vitu viko nini? Viko sawa. Maana ungana na option itakusaidia. Bwana sifi. Uko mama kusie. Kuishi yetu hapa Mkampala kama iko neema ya Mungu. Mtu mmoja anasema imagine wao kusomaka. Au kusomaka hako. Kisha bwana mmoja somaka maliza university, kila kitu iko na kazi yake. Kisha sasa unakia kutafuta Mungu. We mwenyewe una hata kitu. Uko atafuta Mungu mubipande, niseme mubipande. Amen. Uko atafuta, unaingia unatoka, unaingia unafanya nini? Unatoka. Ule petete tusema siko na tumaini la natumainia. Nilisomaka mimi naweza pata kazi manager ku Centenary Bank napata kazi. Wewe utaenda ku Centenary.
kuko possibility mingi na kazi ya kuclean wasikupatie hayo. Njoo la wanaanza kuambia si ni afo njoo mtumishi wa umu. Sasa taona CEO anambia oh, good morning sir. Wewe una hata ile good morning sir haujui. Njoo sile wala jamaa kwa. Unaona zona zenda muunani. Mu Bank of Uganda ulombe kazi ya kuclean, ya kukoropa tu. Batakwambia ukumaliza senior 6 au koropi. Kisha Mungu anakuambia mie niko na mawazo ya bie kwako. Provision ya maisha yako mie niko nani nilimalizaka. Kwa sasa tangu tumoni mama yako nilifanya nini? Nilikujua. Kabla hujazaliwa vyote nilifanya nini? Kisha wewe unaenda kwa Mungu vipande vipande. Unakia leo kesho akuti. Wanduko. Tufanye nini? Tuko na bezo ya Mungu. Amen. Tuko na bezo ya Mungu na tutafute nani? Tutafute Mungu. Hivi tuko na visema aseju tuko na visema kunani. Merudia kunyumba usome bezo usikimbi usome tu pole pole. Utaelewa kama maisha yako yote. Kama leo unaweza kwa huko. Ukiangalia tu bie nyuma. Wewe ndio sababu ya wewe kukua. Unaona vifungo ya jamaa tunasema, yes, sikatali ya biko. Na ukifuata nyuma, kuko mzazi mwalifaa agano na mapepo, ndio maana leo tuko mwa hivi. Ingekuwa ule mzazi alikamata responsibility ya maisha yake, kaa uteseki. Na ndio maana leo tunaweza tumikia Mungu. Juu tunajua assurance yetu kwanza Mungu ni nini na ya wazazi yetu ama na plito ya kizazi yetu. Amen. Kizazi yetu. Leo wazazi yetu benye tunilitegemeaka. Sama wako wanaanza profite hata musie. Amen. Ukasikia mzazi anakuambia se, "Ema nilikuwa napanga kitu fulani na hivi na hivi." Mzazi wako unadhani jambo la rahisi? Alikuona mama nini? Kitu umekomala. Nani msiapa anaanza ongea vitu vya kuuzisha parcele na bebe wa nani? Wasai kama siza. Nani? Njoo vile vile. Unaanza Mungu atakia kuambia destiny ya dunia. Na uyakomala Mungu. Bongo. Sasa mtu atakia kuambia nimeona miaka 5 yako inakuya. Hivi na hivi na hivi. Kitu make utaelewa. Ule mtu kuko ni kwa mekomala Mungu. Juu Mungu amwaminie na afere za dunia. Kuko watu wenye bashimame ku madhabahu. Mimi ule mtu akisema neno kwa maisha yako Fred. Ni ingine. Njoo jamaa kwambia se tembea pole pole na mtu mwenye yuko anafaka nini? Wanalalaka. Bwana si. Hivi tu haiko ya kuogopesha hii ni realite yenye kwa Mungu kila mtu. Amen. Kila mtu mwenye kwa Mungu hii ni realite yenye kwa kwetu. Bwana si. Ni realite kwa mshie. Mimi tuko na options zingine ama tuko na Mungu tu. Amen. Ungali na dada kwa Canada, via kwa ngali Kongo, ama uko na Mungu. Amen. Kuko amwa kusie tunashimama hapa. Tuna kashati kana shimama kala nyoroka, me utisikia historia huko nyuma. Bama kusia tuko na vya mingi. Huu Mungu angeshimama na sisi kutupigania. Kaa leo sina tano ya kukamata mikrofoni kuongelesha. Amen. Me ukweli tumejua, kweli tumepitia. Me ukweli tumejua sasa. Tumeamua kutembea na nani? Na Mungu. Amen. Tumeamua kutembea na Mungu na aturudi wapi? Aturudi nyuma. Message yangu mdaika zangu zimeisha. Ni moja tu. Kama hakuna violelewa, elewa tu hiki kitu. Uko na haja ya nani? Ya Mungu. Tafuta Mungu na roho yako yote. Amen. Kesho tutazeeka. Hatutakuwa hapa. Maybe hatakuwa na nguvu ya kufanya tunafaka. Lakini benye umelipa leo. Gharama yenye umelipa leo, kule kesho itakuongelea. Huko wakati utafika, yenye utakuwa tena unapigana. Mtu atakuwa analia tu asikie, useme tu neno. Bwana sio, useme tu neno. Tutafute Mungu banduku. Na ngala nafanya nini? Siku yenyewe atapatikana katuijui. Mimi sio yangu naweza lamka gisi tu tunaweza onana leo. Mtu anaanza lamka kisha anasikia Ariel ndio onana nani? C'est possible. Kumbe siku yangu kumtafuta Mungu ilikuwa wapi? Leo nimesha pale. Sasa leo sikia kwa tutarani yako au jui ni siku gani? Na siku hapa kuambia sema mauti. No, haiko vya boga. Penda Mungu. Amen. Biblia inasema nini? Ukipata roho ya mfalme, umepata roho ya watu wote. Leo ukipata tu kibali kidogo tu roho ya Museveni, Uganda tu umeipata. Juu Museveni kwamba wewe unaona mtu fulani au tabisha. Ndio vile vile ukipata tu kibali Mungu, upate roho ya Mungu mikono yako, hakuna mtu hawezi gusa. Amen. Ile proverbe sana kwa kwamba sio ukipata roho ya mfalme, haiko kuna masha tu wafalme. Mungu ndio yuko anaongelea yako. Vyo ukipata Mungu
hakuna mwazi kutafuta. Bwana asifiwe. So kwa kifupi ile ndio message yangu. Maana mimi na compresse message yangu mwile dakika. Amen. Ne. Tutafute Mungu. Amen. Tutafute Mungu na tungana na zawezi. Ile ni decision yako na maisha yako. Ni decision yako na maisha yako. Destin yako. Destin ya watoto yako. Destin ya watoto yako. Iko mbele utafanya leo. Amen. Basi Mungu awabariki. Tutakaribisha pastor na atatuongoza katika mengine. Amen. Mungu awabariki. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ajipigie mikono tafadhali. Amen. Naomba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi niko najitahidi sana. Amen. Sura yangu iko sana badilikani, kisimama hapa mimi nafana mkali sana. Amen. Mimi niko najitahidi, ni sura yangu ni ife ya kucheka cheka sana. Juu mtu mwa kule kwa nikala siogopi. Haleluya. Mimi nataka tu celebrate mama mwenye alisimama hapa kutuongoza mu ibada leo. Mpigie tu mikono. Mpigie tu mikono. Amen. Mhubiri wetu, shangilia juu yake, shangilia juu ya mhubiri wetu. Mimi naomba Mungu apewe sifa, na kitu cha kwanza mimi naomba Mungu anisamee. Mungu mimi natumikia kwa madhabahu yawe anisamee kuona nimechelewa. Leo shetani alikuwa na vita juu ya ibada ya leo, na ile vita ilianzana na mie kunyumba. Mie njo vita ilianzana naye kunyumba, na makusudi ya shetani imeshindwa leo. Juu wakati niliingia huko nikasikia presence ya Mungu inafunika hapa kote. Kumbe kule nilikuwa niko apitia vita juu ya ibada ya leo, kumbe Mungu yametangulia zamani kwa madhabahu yake kwa nafaa kazi yake. Haleluya. So kila mtu mwenye komu, mimi nataka ujue kama tunakuheshimia sana na tunakupenda sana kama mtoto wa Mungu. Yesu alikuokoa, haiko juu kiikala hapa tukudharau, alikuokoa juu uko mheshimiwa. Yesu anasema kama aliwafanya kwa ufalme wa wakuhani na wafalme. Haiko vile? Kwa hiyo make kuko kuhani kati yenu na kuko mfalme kati yenu. So we respect you so much. Amen. Mimi nashukuru Mungu juu ya mama na bintu mwenyeko kati yetu. Tuko na vita zenye tulikuwa pigana naye kusimu kimaombi, lakini nashukuru Mungu alimshindania nazo na amemfikisha hapa. Naomba mpige kwanza mikono mama ni suja. Haleluya. Ule ni mama moja hapo kwa wenye bana nisaidia sana wakati fulani. Mahali gani? Kuko neno moja hivi yenye aliniambia hapa juzi yenye ilikuwa inanirudisha nguvu sana. Mimi sitakwambia hiyo juzi itumikishe mbaya. Ni neno moja hivi ya mzuri sana na niliandika mu agenda yangu. Nikajua kama siku mwanda isomea Shimwele ama Shimwele peke atajisomea hayo. Ile neno ilikuwa nini? Nataka nikwambia hayo na wewe ione. Ni ya baraka na ni ya hekima sana. Aliniambia hivi. Aseme wakati yenyoko naangalia beba ametumika, beba ameendelea mu maisha. Basi kwenda kudekuraje kuwaza kama vyenye wako nafanya, habina maana juu biache. Juneza acha vyenyoko nafanya juu ya maendeleo yao. Kumbe na wewe Mungu yuko anatafuta kupeleka fasi fulani mwile ile kazi yako. Sasa nyo natafuta tiwa nguvu na maisha. Usiwezaki angalia mnani mwamefanikiwa. Juu mwenye amefanikiwa atakuletea kufikiria kama wako apoteza maisha yako, so naangalia miaka yake. Senyo naangalia nyie bote mko age mwasa simona mshinda ta miaka. Lakini unaangalia mafanikio yenyewe kwa moni ya kabambi sana kushinda wewe kwenye huko. Sasa Mwele neza kudekuraje ku kazi yako, naona kazi yako haina maana. Ndio maneno yenye mimi aliniambia hili. Mnaona kale ka kazi kenyoko nafanya. Kuko mtu mwamuko miaka mwanai. Mwenye ukiangalia ile kazi yenye iko afanya, maendeleo yake ni ya kabambi sana. Sasa mwa ile maendeleo yake itakuletea kuwaza kama wako apoteza muda mu ile kazi yako, unaiacha. Unasema kama niko hivi kimaisha ni jumie niko afabia hivi, unabiacha. Kumbe Mungu iko anataka kukumbuka mu ile kazi yako. Ndio maana kila mtu ku kazi yenye unafanya, jipe moyo, jitie nguvu, endelea kuamini Mungu na usiangalie mwenyeko mbie mu maisha juu tiwe nguvu. Angalia Mungu vyenye anasema, sa vile mhubiri wa leo alisema, utakuwa nguvu. Amen. Ndaleta agenda yangu ndakusomea tena ile neno dimanche. Jumi nako watu wanaweza vunjika moyo. Shetu likia Kampala, lakini wenzetu walitutangulia wameenda Bula. Shetu ko tu hapa. Unaanza acha vinyonge lifanye.
So kwa ufupi tunaomba kila mtu ajitie nguvu.